Ukitaka kuwa mtu fulani sasa hivi, lazima anza kuyaishi maono yako sasa hivi. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini pia kusudi la Mungu kutukutimia kwenye maisha yao, kwenye kutokuwa na malengo lakini pia maono, ni mtu kutokutambua nafasi yake. Bwana asifiwe. Bila maono mtu anakuwa hana mwelekeo. Ndio vile nilivyosema kwamba huku unaenda, kwenye vikao vya ombea upo, kwenye vijiwe vya gongo upo, uko kuna vuta bangi upo kama kawaida, yaani kila sehemu upo ambazo hazitakiwi na kuwepo, kwa sababu hauna maono. Wewe upo unabishana kule kuhusiana na mambo ya mpira, unabishana yani nakwambia kuanzia saa 2 mpaka saa 4 unabishana wachezaji. Bwana asifiwe. Kuangalia mpira sio dhambi, wala sio dhambi, isipokuwa kunakuwa na mipaka. Ukispendi tu awazi kwenye kuangalia mpira au kuangalia hizi tamthilia, pia tumia zaidi kwenye kusoma neno, kumtafakari Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini pia bila malengo muda hupotea bure. Bila malengo muda hupotea bure. Yaani mtu ambaye hana malengo kwenye maisha yake, siku zinaenda tu, hajui afanye nini. Bwana asifiwe. Yaani ukiwa hauna maono, hauna malengo, nimesema mwanzo kwamba malengo ni njia ambayo inakuwezesha wewe kufikia maono yako. Sasa ukiwa hauna malengo na maono yenyewe, yaani muda utakuwa unaenda. Utashangaa ni Januari, hauna mpango mkakati wowote, labda nianze kufanya biashara ndogo ndogo, kwa sababu sasa wewe umekaa unasubiri miujiza kwamba ukote labda begi la pesa uanzishe biashara kubwa, lakini hutaki mchakato. Yaani muda unaenda, umri unaenda, unashangaa na hamna unachokifanya, kwa sababu ni kwamba hauna nini? Hauna malengo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi hii inapelekea kusudi la Mungu kwenye maisha yako kufeli, kwa sababu unakosa malengo na maono. Bwana asifiwe. Unakuta muda unaenda tu, end of the day unajikuta kwamba umezeeka, nguvu zinakuishia, nothing you achieve, hamna ambacho umekipata. Bwana asifiwe. Hivyo basi ili kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yetu, tunatakiwa kuwa na nini? Na malengo na maono. Kwa sababu usipokuwa na malengo, muda unaenda tu. Haleluya. Kwa sababu hujui ufanye nini, hujui anzie wapi. Lakini ukikaa ukasema kwamba mimi mwaka huu nataka niwe na biashara yangu mimi, lazima utaanza kupanga mipango mikakati. Kwa sababu nataka kuwa na biashara ya duka, utaanza kupanga mikakati kwamba nifanye kazi, naanza kufanya kazi kidogo kidogo. Pesa naopata natunza. Pesa naipata naitunza. Ili mwisho wa siku kuja kufika mwisho wa mwaka tayari nakuwa nishakusanya pesa ya mtaji kwa ajili ya duka ambalo nataka. Na sio kwamba uanze na duka kubwa. Hapana, unaanza na kibanda, unaanza na chumvi 10, unauza chumvi 10, unauza hata na kilo 5 ya mchele. Umeona? Kwa sababu faida inapatikana mdogo mdogo tu. Tunachofeli sisi vijana ni kwamba tunataka mafanikio ya haraka. Hatutaki mchakato wa polepole, gradual change hatutaki. Yetu tunataka tu ile kwamba umekuwa kijana unataka kumiliki gari, at the same time unataka kumiliki sijui biashara, kuwa na branches za biashara mbalimbali, lakini hatutaki nini? Hatutaki mchakato. Bwana asifiwe. Hivyo basi tunatakiwa kuwa na nini? Na malengo na maono. Kwa sababu usipokuwa na malengo na maono, muda unaenda. Hapa unajiona kwamba ni kijana, lakini nikwambie kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinapotea ghafla ni ujana. Bwana asifiwe. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo vinatembea, miaka inaenda. End of the day unajuta zinaanza kuchomoza zile nywele nyeupe. Unajiona somoja kwenye kioo unaona nywele ya kwanza nyeupe. Au mnaija itakuwa ya ukoo hii unaitoa. Hujakaa saa nywele nyingine nyeupe. Kumbe muda unaenda hapo sasa umeanza kufanyaje? Kuzeeka. Afu kiangalia hani hujua anze wapi, uende wapi. Kwa nini? Hukuweka malengo. Hata watu wakubwa ambao unaona hapa, labda wakina Bakresa, wakina Mo, walikuwa na malengo pia. Wanakuwa na malengo kwamba kwa mwezi huu nataka niwe nifanye kitu fulani hichi na hichi kwa mwezi. Umeona? Lakini pia anakuwa anaweka mikakati kwa mwaka pia. Lakini kama una malengo,
wiki zitakatika, kwa sababu siku zinaenda, siku hazisimami, na siku zikienda zirudi nyuma. Itakatika wiki, utakatika mwezi, mwisho wa siku mwaka umeisha. Unasherehekea happy new year, unafurahia happy birthday zinaongezeka, lakini unakuta hauna nini, hauna chochote ambacho umeachieve kwa mwaka uliopita. Unafurahia tu kuongezeka kwa miaka, lakini kumbuka miaka inavyoongezeka, ndivyo nguvu zinaisha za kufanya kazi. Ule wakati ambao unaweza kukimbia, umetoka Buswelu kupambana, umekuja hapa, umepigwa simu mjini unaenda, zile nguvu zinaisha. Hivyo basi, ili kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yetu, tunahitaji kuwa na nini? Na malengo, lakini pia maono. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukiwa na maono alafu hakuna malengo, mpango mkakati wa kufikia maono yako, utakuwa unasemaga tu kwamba mimi mwezi huu nataka labda niwe na biashara yangu, kwa hiyo nimechoka kuajiliwa, nataka niwe na kazi yangu. Sasa hapo umeka ni maono yako, lakini sasa je, unafanya nini kufikia malengo? Hujeka mipango mikakati, huwezi kufikia maono, isipokuwa yatabakia tu kuwepo kichwani tu, mwisho siku yatatimika. Bwana sifiwe. Hivyo basi, kijana uliopo hapa, lakini pia baba, mama kijana, baba kijana, wote mliopo hapa, ili kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako, lazima uwe na nini? Na malengo, lakini pia maono kwenye maisha yako. Bwana sifiwe. Kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu, hakumuumba tu aje tu, isipokuwa kila mwanadamu aliweka kusudi kwenye maisha yake. Na kusudi la Mungu kwenye maisha ya kila mmoja sio mabaya. Bwana sifiwe. Unaweza kuona mtu ameangukia kwenye ulevi, hakuwa mpango wa Mungu. Alikuwa kusudi la Mungu kwamba mtu awe mlevi? Hapana. Unakuta mtu huyu amekuwa mwisho wa siku amekuwa kahaba, hakuwa mpango wa Mungu mtu huyu awe kahaba. Hapana. Isipokuwa kutokana na kutokufuata sheria ya Mungu, kutokufuata kile ambacho Mungu anahitaji, mwisho wa siku shetani naye unakuta iko kwenye mapambano, anakuhitaji. Anatafuta hata kuenda naye wapi? Motoni. Kwa hiyo hawezi kukuacha. Lazima akuchukue, anaangalia kile ambacho unakipenda, anakuingiza humo, unapotelea. Bwana sifiwe. Ni binti labda unapenda chips sana, kupitia chips zako anapitia humo shetani. Watu kila mtu anayekuita wewe unaitika. Unapenda nini? Chips. Zinafika 2. Bwana sifiwe. Hujakaa saa, kesho yake imekuja na soda na nyama juu yake. Mdogo mdogo. End of the day kinatokea kitu ambacho kinaharibu maisha yako. Bwana sifiwe. Kwa hiyo basi, kama unataka kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako, lazima uwe na malengo na maono. Bwana sifiwe. Lazima uwe na malengo na maono, kwa sababu tumesoma Mithali sura ya 29 mstari wa 18 inasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Maana kama huna maono utafanya chochote. Yaani wewe utaenda popote, utaongea chochote, utakaa popote, kwa sababu huna maono. Kama mimi naona kuwa mchungaji, na nimeka mpango mikakati kwamba ili niweze kufikia kwamba hao muone kuwa mchungaji, lazima ni mtu akusoma neno mara kwa mara. Bwana sifiwe. Ili niweze kupata maarifa zaidi ya kiungu. Sasa kama hauna malengo, hauna maono, ndio mwisho wa siku muda ambao ungekaa binafsi wewe na Mungu kwenye chumba cha siri kusoma, kuomba, utakuta ndio muda ambao unapiga stories za kubishana wachezaji wa mpira. Ndio wakati ambao utakuta mnamsema mtu. Ndio wakati ambao utakuta mnapiga stories za wadada, wanaume, kwamba yule ana kichwa chake kibaya, mimi hamna, yule hamna. Sasa huo muda unapoteza kwa sababu huna malengo kwenye maisha yako. Bwana sifiwe.